Kwa kama unapita kwenye magumu, hata yangekuwa magumu kiasi gani, uko kwenye darasa unapitishwa, uko wewe ni dhahabu, ni lazima upite kwenye moto, ni lazima upite kwenye moto utoke kama mkuu. Kwa usikate tamaa katika hilo jambo. Hata ingekuwa watu wote hawakuamini. Swali moja huwa anasemaga siku zote, watu hawakuamini, mmeo hawakuamini, mkeo hawakuamini, baada ya kujiuliza wote hawakuamini, unatakiwa useme kitu kimoja: Mungu anasema nini kuhusu wewe? Anasema nayajua mawazo yenu, na kwa sababu anayajua mawazo yetu, anatuwazia vema siku zote ili tupate kufanikiwa siku za usoni. Kwa kumbe, wewe muamini Mungu hata kama watu hawakuamini, ila Mungu anakuamini, natosha. Usihangaike kuaminiwa na watu. Cha pili, katikati ya magumu usipoteze tumaini la kuomba, au usiache tabia ya kuomba. Ukiomba, Mungu anaweza kufanya yasiyowezekana na yakawezekana. Ni wanaoomba peke yao ndio wenye uwezo wa kubadilisha mambo. Kwa haijalishi unapita kwenye magumu kiasi gani, jifunze kama Abrahamu aliambiwa kamtoe mtoto Isaka wa pekee katika kipindi ambacho Ibrahimu alipita kwenye kipindi cha mawazo magumu. Ndio kipindi hicho, japo Biblia haijaandikia. Ndio maana Ibrahimu anaulizwa na mtoto wake, baba, kiberiti kipo, kuni zipo na kila kitu kipo, mwana kondoo yuko wapi wa kumtoa sadaka? Ibrahimu amjibu, anamwambia Bwana atajipatia mwana kondoo, kwa maana alikuwa ni, lakini bado alikuwa anaomba. Ndio maana ukitaka kujua Ibrahimu alikuwa anaomba, baada ya Mungu kumpa mwana kondoo, Ibrahimu anasema akapaita Yehova pale, akasema kwenye mlima wa Bwana itapatikana. Kumbe katika maombi ndiko inapopatikanaga. Kwenye maombi ndiko ambako tunaweza tukabadilisha mambo ambayo hayawezekani, mambo magumu sana. Kwa kama unapita kwenye magumu ya kukatisha tamaa, acha kuwatazama watu. Changamoto kubwa, una majibu ya watu, kwa unashindwa kuhusiana na Mungu. Ukitazama unamtazama baba anasema nini, ukimtazama unamtazama mama anasema nini. Kwa sababu una majibu tayari, Mungu anashindwa kuintervene kwenye maisha yako. Kwa kama umekata tamaa, umechoka kabisa, acha kuwawazia watu, anza kumtafuta Mungu. Ukijificha silini, Mungu anakutoa hadharani, na manifestation ya kutoa hadharani lazima iwe na matokeo. Jambo la tatu, hata kama umechoka kiasi gani, usijikatie tamaa wewe mwenyewe. Ayubu 14:7 anasema, liko tumaini katika mti uliokatwa, utachipuka tena, kwa harufu ya umande utachipuka. Kwa haijalishi unapita kwenye kipindi kigumu kiasi gani, haijalishi ulikuwa na mchumba kaukataa siku moja kabla ya harusi, haijalishi dunia ilikukataa kiasi gani, lakini nataka nikwambie, wewe ni mti, utachipuka tena. Hivyo lazima muamini Mungu tu. Watu waliowaamini baba zao waliwageuka. Watu waliowaamini mama zao waliwageuka, lakini Mungu hajawahi mgeuka mtu. That's why unahitajika umwamini Mungu kuliko dimension unaomwamini mama yako. Unatakiwa umwamini Mungu kuliko dimension unaomwamini baba yako. Dimension unaomwamini mmeo inatakiwa iwe ndogo kuliko kiwango chako cha kumwamini Mungu. Nazungumza nini? Hata kama umekata tamaa kiasi gani au umechoka kiasi gani, usiruhusu kujikatia tamaa. Misali 18:21-22 anasema, kwa mtu atakula matunda ya kinywa chake. Anasema mauti na uzima vipo katika uwezo wa ulimi.
Kumbe wewe mwenyewe utajiamlia uwe nani. Ukijikatia tamaa, Mungu anashindwa kukufanya kuwa hivyo ulivyo. Kwa lugha rahisi,